siku ya leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza kabisa kwa mwaka wa 2026. Siku ya Jumapili nyingi zimepita, lakini hii ni ya kwanza kabisa kwa mwaka huu wa 2026. Na wewe na mimi tumepata neema machoni pa Mungu kuwepo Jumapili hii ya leo ndani ya mwaka mpya kabisa ambao haujawahi kutokea. Kwa hiyo ukiona Mungu amekupa neema ya kuishi, ana sababu na wewe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya nguvu iliyomo katika toba ya kweli. Na nitasoma kitabu kile cha Luka sura ya 19. Luka sura ya 19, na nitasoma ule mstari wa kwanza hadi wa 10. Na Biblia inasema hivi: naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo na makutano haya. Neno hili Mungu kalifanye kuleta matokeo chanya kwenye maisha yetu tunapokwenda kuanza mwaka huu wa 2026. Tuanze tukiwa wapya machoni pako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma kwenye kitabu cha Luka, walau nikupe kidogo habari juu ya mtu huyu anayeitwa Luka. Luka alikuwa ni daktari, na inasemekana hakuwa Myahudi. Inasemekana alikuwa ni mtu wa mataifa, lakini aliamini Injili kupitia mtumishi wa Mungu anayeitwa Paulo, na yeye akawa ni mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Paulo, na ni mtu aliyesafiri na Paulo kwenye safari zake nyingi. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 4, utaona Paulo anamtaja kwamba mpendwa tabibu Luka ambaye nimekuwa naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akisafiri naye. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, Luka anaandika habari za safari za mtumishi wa Mungu anayeitwa Paulo. Kwa hiyo Luka alikuwa ni mshirika wa karibu
karibu sana na ndugu Paulo, mtumishi wa Mungu, mhubiri wa injili ya kimataifa. Sema amen. Haleluya. Sasa Luka huyu akasikia habari za Yesu, akaziamini. Baada ya kuziamini, habari hizi zikaendelea kuhubiriwa. Maandiko yanasema kukawepo na mtu mmoja mkubwa anayeitwa Theofilo, naye akasikia habari za Yesu. Na mtu huyu Theofilo alikuwa ni mtu wa mataifa, hakuwa mpagani, hakuwa Myahudi, lakini Wayahudi wakaanza kuzipotosha habari za Yesu zisieleweke vizuri. Na huyu mtu Theofilo akawa njia panda, amwamini ni nani anayesema ukweli. Maana Wayahudi ambao ndio wanaohusiana na Yesu, miongoni mwao wanasema kinyume na vile wengine wanasema. Kwa hiyo Theofilo akawa njia panda, imani yake ikakosa msingi kwa sababu kuna upotoshaji. Ndipo huyu mtumishi, maandiko anasema, pamoja na elimu yake akakaa akafanya utafiti, akafanya uchunguzi, akajipatia uhakika wa habari za Yesu. Akaona kama nilivyopata uhakika wa habari hizi za Yesu, hata huyu kiongozi natakiwa nimthibitishie. Na unajua, ili mtu mkubwa aweze kuelewa, lazima uende na ushahidi. Sema amen. Kwa hiyo, kwa sababu Luka alikuwa ni msomi, akaona mwandikie msomi mwenzake kumthibitishia habari za Yesu. Maandiko yanasema Luka akamwandikia Theofilo mtukufu. Anamwambia kwenye sura ya kwanza, anamwambia mtukufu Theofilo, watu wengi wametiania ya kuhubiri na kuandika kwa habari ya mambo yaliyotokea katikati yetu kuhusiana na Yesu. Nami nikishajifanyia utafiti wa kutosha na kujiridhisha na kuwa na hakika ya mambo haya, nimeona ni vema nikuandikie na wewe, ili upate hakika juu ya mambo yale unayoyaamini kuhusiana na mtu huyu anayeitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anamwandikia kuthibitishia habari zile alizozisikia kwamba zina ukweli kiasi gani na anapaswa kuziamini kiasi gani. Haleluya. Na anaandika pia kwa watu wa mataifa, akiwaeleza kwamba Yesu ndiye Mwokozi wa watu wote, akisisitiza neema ya wokovu, akizungumza Roho Mtakatifu na kazi yake, lakini pia akizungumza namna Kristo amekuja kuwakaribisha waliotengwa, kuwaleta kwake waliokataliwa, kuwakusanya makundi ya watu ambao wamepoteza tumaini na kurejesha tumaini kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo mambo ambayo mtumishi wa Mungu Luka anayaeleza kwenye kitabu hiki alichokiandika. Na anaandika katika mazingira ya kanisa la kwanza ambalo lilikuwa linapita kwenye changamoto ya kukataliwa, ambalo linapita kwenye changamoto ya upotoshaji, ambalo linapita kwenye changamoto ya walimu wa uongo, ambalo linapita kwenye changamoto ya kukataliwa, ambao Wakristo wake walikuwa wakichinjwa, kuuawa usiku na mchana kwa sababu wamemwamini Kristo. Anaandika habari hizi kuwatia moyo na kuwathibitishia kwamba yule aliyekubali kuwa ni Mwokozi hawajakosea. Wamepokea mtu ambaye wana uhakika wa kuwafikisha katika safari ya mbinguni. Sema amen. Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Na inafikirika kwamba kitabu hiki alikiandika kati ya mwaka wa 60 hadi 65. Wengine wanasema mwisho ilikuwa ni kwenye mwaka wa 62. Na kwa sababu wanasema hivyo kwa sababu wameeleza pia kwa habari ya uharibifu wa hekalu, uharibifu wa Yerusalemu ambao ilikuja kuharibiwa mwaka wa 70
baada ya Kristo. Kwa hiyo inafikirika kwamba kitabu hiki amekiandika kwenye mazingira haya. Sasa kwenye kitabu tulichosoma, mtumishi wa Mungu Luka anatueleza habari juu ya mtu mmoja anaitwa Zakayo. Sema Zakayo. Anasema siku moja Yesu na wanafunzi wake wakiwa safarini kuelekea Yerusalemu. Wakati Yesu anahubiri kwenye vijiji, alikuwa anatoka Galilaya katika miji ya Kapernaum, anaondoka anakwenda Yerusalemu, ambapo ndiko alikuwa anakwenda kuhitimishia huduma yake. Kwenda kwake Yerusalemu alikuwa anakwenda kukufa, maana wakati wake wa kuondoka ulikuwa umefika, na ili aondoke alilazimika kukufa kwa ajili ya wanadamu, na kifo chake alitakiwa afie Yerusalemu. Maana maandiko yalitabiri kwamba nabii hana budi kufia Yerusalemu kwenye mikono ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akiwa safarini pamoja na wanafunzi wake, anapita kijiji hadi kijiji, anatangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema anaingia kwenye kijiji kimoja kiliitwa Yeriko. Kwa maandishi mengine wanasema kwenye mji mmoja unaitwa Yeriko. Sasa wakati anaingia Yeriko, maandiko yanasema pale Yeriko kulikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa ni mkuu wa watoza ushuru, na jina lake mtu huyu alikuwa anaitwa Zakayo. Wakati Zakayo aliposikia ya kwamba Yesu anapita katika mji ule, alitamani kumuona. Haleluya. Maandiko yanasema alitaka aone huyu Yesu ni mtu wa namna gani. Maana habari za Yesu kabla ya kufika Yeriko, habari zake zilikuwa zimekwisha tangulia. Habari za Yesu zilikuwa zimekwisha ingia masikioni mwa wenyeji wa Yeriko, wakisema matendo makuu ambayo ameyatenda huko alikotoka. Habari za Yesu kutembea juu ya maji zilikuwa zimekwisha ingia Yeriko. Habari za Yesu kuitwa kuwa mfalme wa Wayahudi zilikuwa zimekwisha ingia Yeriko. Kwa hiyo mtu huyu tajiri ambaye pia alikuwa amekataliwa na jamii kwa sababu ya tabia zake za dhuluma, maandiko yanasema akatamani kumuona Yesu kuwa ni mtu wa namna gani. Haleluya. Kuna raha sana tamani kumuona Yesu kwenye maisha yako kuwa ni mtu wa namna gani. Lakini maandiko yanasema pamoja na juhudi za kutaka kumuona Yesu kuwa ni mtu wa namna gani, hazikufua dafu. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu anayetaka kumuona Yesu alikuwa na kasoro ya ufupi. Unaweza kujiuliza, ufupi ni kasoro? Kwa wakati huo ilikuwa ni kasoro, kwa sababu ulisababisha asimuone Yesu. Na umati wa watu ulikuwa ni tatizo kwake kumuona Yesu. Walikuwa ni changamoto kwake kumuona Yesu. Kama vile ilivyo leo, watu wengi wameshindwa kumuona Yesu kwenye maisha yao kwa sababu ya watu. Haleluya. Kwa sababu ya watu. Kuna mtu anasema mimi sasa nikiokoka watu watanionaje? Jinsi nilivyo, namna wanavyoniona, namna wanavyonijua, nitakapompa Yesu maisha, watu watanionaje? Familia yangu itanionaje? Marafiki zangu watanionaje? Mume wangu watanionaje? Mke wangu atanidharau? Yaani watu wamekuwa ni tatizo la watu kumuona Yesu kwenye maisha yao. Andika nasema Zakayo hakukata tamaa pamoja na umati wa watu kuwa tatizo kwake kumuona Yesu. Aliendelea kuwa na juhudi, akasema yawezekana nikiwa nimekanyaga chini itakuwa ni ngumu sana mtu huyu kumuona. Labda nipande mahala ambako nitakuwa mrefu kuliko watu wote, halafu nitamuona huyu Yesu. Maandiko yanasema
pamoja na kuwa ni mtu mkubwa, maana hapa Tanzania yeye alikuwa labda kamishna wa TRA, na kamishna ana ulinzi, lakini maandiko hayasemi tu kwamba alikuwa ni mkuu, maana Kiingereza kinamuita chief. Alikuwa ni chief wa watoza ushuru. Kama ni chief, maana yake alikuwa ni mtu mkubwa kabisa. Hakujali kuwa ana maaskari wanaomlinda, hakujali kuwa ana wafanyakazi wanaomzunguka, hakujali kuwa alikuwa na msafara wa watu waliokuwa pamoja naye. Hakujali. Alichotaka kwenye maisha yake ni kumwona Yesu. Kama ni pesa alikuwa nazo, hakuona kama zinatatua tatizo alilonalo. Kama ni heshima alikuwa nayo, lakini haikuwahi kutatua tatizo la kiroho alilokuwa nalo. Kwa vizuri alikuwa vizuri, alilala mahali pazuri, majumba alikuwa nayo, lakini hayakumsaidia kutatua tatizo leo alilonalo. Na watu wengi leo tunaishi tukipata pesa, amani ya mioyo yetu inakuja. Na ndio maana unaweza kukuta asilimia kubwa tunawekeza muda wetu kwenye kutafuta pesa kuliko kumtafuta Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunafikiri umaskini ndio unaosababisha hatuna amani. Wacha nikupe siri. Kuna watu wana pesa hawalali. Mioyo yao haina amani. Wanatamani wakimwona maskini anafurahi, wanasema hivi, huyu mtu anaipata wapi hii furaha? Anaitoa. Wakimwona mtu anakula viazi kwa maji huko ananifurahia, wanajiuliza hii furaha huyu mtu anaitoa wapi? Wanatamani wao pia wawe kama yeye, lakini hawawezi kuipata. Pesa haiwapi amani, pesa haiwapi furaha. Pesa iwapi utoshelevu wa ndani wa maisha yao. Wamejaa hofu na mashaka, kila kuitopo leo hawana furaha pamoja na kuwa pesa. Zakayo, pesa haikumpa majibu ya mabadiliko ya maisha yake. Hakujali wakati ule. Maandiko yanasema akakimbia, akaenda mbele kwenye njia ile ambayo Yesu alikuwa akipita, akafika akapanda juu ya mkuyu. Haleluya. Akapanda juu ya mkuyu kama mtu asiyekuwa na elimu. Unajua kitendo alichokifanya Zakayo hakikuwa cha mtu mwenye cheo kama cha kwake. Hayo yote Zakayo hakujali. Alichohitaji ni utoshelevu wa nafsi yake, ambao haupatikani kwenye pesa, haupatikani kwenye elimu, haupatikani kwenye magari, haupatikani kwenye majumba, haupatikani kwenye heshima aliyonayo. Na akajua huo utoshelevu unapatikana kwa mtu mmoja anaitwa Yesu, na huyo ndiye anayetaka kumuona. Kwa hiyo akakimbia akapanda juu ya mti. Maandiko yanasema Yesu alipofika pale akasimamisha msafara, akasema imani ya namna hii sio ya kawaida. Utoshelevu unaohitaji lazima nikupe, lazima safari nilionayo ielishwe leo kwa ajili ya nafsi moja iliyokubali kuhitaji kuniona. Zakayo, shuka upesi. Leo yanipasa nishinde imani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama Zakayo hasingelifanya juhudi hii ya kutaka kumuona Yesu, akawa tayari kujidhalilisha, akawa tayari kupoteza heshima aliyokuwa nayo, inawezekana Yesu angeendelea na safari yake kuelekea Yerusalemu. Lakini kwa tendo hili la kujidhalilisha, kwa tendo hili la kujifedhehesha, kwa tendo hili la kujishusha, Yesu anabadilisha mwelekeo. Anasema leo nitashinda kwenye nyumba yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine Mungu anahitaji kufanya vitu kwenye maisha yetu, lakini anataka kuona namna ambavyo tulijishusha. Anataka kuona namna ambavyo tumetaabikia kile tunachokihitaji kutoka kwake. Anahitaji kuona vile namna tunaviweka vitu vya dunia hii pembeni, halafu tunamtanguliza yeye. Kuna wakati mwingine tumepita
dunia hii, lakini kumbe Mungu anachohitaji ni kuona tumechukua hatua fulani kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo yapi ambayo tunayaona kwenye andiko hili kuhusiana na kisa cha huyu mtumishi wa Mungu Zakayo? Yako mambo kadhaa ambayo ningependa tujifunze asubuhi ya leo kabla ya kwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze kupitia kisa cha huyu mtumishi wa Mungu ni kwamba shauku ya kumtafuta Yesu mara zote huvunja vikwazo. Shauku ya kumtafuta Yesu mara zote huvunja vikwazo. Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo na alizuiwa na umati, lakini hakukata tamaa. Kwa kikwazo cha watu kumzuia Zakayo kumwona Yesu hakikupata nafasi, kwa sababu ya ile shauku ambayo Zakayo alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye maisha yetu, ikiwa tuko na shauku ya kutaka kumwona Yesu kwenye maisha yetu, hakuna jambo tutakalolifanya kuwa kikwazo. Mfano, leo ukimuuliza Mkristo asiyeomba atakwambia mimi niliachua kazi nyumbani. Hello. Atakwambia mimi pale nyumbani nimebaki peke yangu, sasa ningeondoka mji ungebaki wenyewe. Yaani mji unakuwa ni kikwazo cha yeye kumwona Mungu kwenye maisha yake. Lakini mtu huyu angelikuwa na shauku, angelikuwa na shauku, msukumo wa ndani wa kutaka kumwona Yesu kwenye maisha yake, kitu chochote kisingekuwa kikwazo kwenye maisha yake. Kuna watu wameshindwa kumtukuza Mungu kwenye maisha yao kwa sababu hawana shauku. Na kwa sababu ya kutokuwa na shauku ya kuona mabadiliko ya kweli kwenye maisha yako, kitu chochote kinaweza kuwa sababu ya kukuzuia kuabudu. Kuna wengine hapa tarehe 25 pilau iliwazuia kuabudu. Halo, pilau iliwazuia kuabudu. Wengine mvua iliwazuia kuabudu. Lakini mtu aliye na shauku kwenye maisha yake, mtu aliye na shauku kwenye maisha yake angepita kwenye mvua, angefika, angeenda chooni, angevua nguo zake, angezikamua, angezikumuta, angevaa, angekuja kurukaruka hapa, zingekaukia kwenye mvua. Mtu mwenye shauku. Na niangalia kwa sasa, mtu mwenye shauku, mtu mwenye nini? Shauku. Hakuna kitu kinaweza kusimama mbele yake kikawa ni kikwazo cha yeye kumwabudu Mungu. Hakuna. Mtu aliye na shauku ya kumwona Mungu kwenye maisha yake hatafanya hata yale ambayo watu wengine wakiyatazama watasema mtu huyu amechanganyikiwa. Kumbe ni kwa sababu mtu huyu yuko na shauku ya kumwona Mungu kwenye maisha yake. Ukiona kwenye maisha yako kuna kitu inakuwa ni sababu ya kutokuabudu, maana yake una tatizo la kutokuwa na shauku ya Mungu. Na kama hakuna shauku ya kumwona Mungu, kuna shauku nyingine. Halo, kuna shauku nyingine, na ile shauku ndio imeshinda, na ndio maana imekuzuia kuwa na shauku ya kumwona Mungu. Lakini mahala palipo na shauku
Shauku inavuta vikwazo vyote. Mahala ambapo unaona pawezekaniki, hapo ndipo panapowezekana. Ukiwa na shauku ya kumwona Mungu kwenye maisha yako, hakuna kitu kitakachokuwa kikwazo, vyote utavipita mpaka uone Mungu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Umasikini hakitakuwa kikwazo, utakivuka mpaka uone Mungu kwenye maisha yako. Kulala njaa haitakuwa tatizo, utakivuka mpaka uone Mungu. Kukosa mavazi haitakuwa kikwazo, utakivuka mpaka uone Mungu. Kuna watu leo wako nyumbani, hawajaja ibadani, ukimuuliza anakwambia mimi nguo zimeniishia, lakini sokoni anaenda, kwingineko anaenda, kwa majirani anaenda. Hizo anazoendea sokoni anaona haziwezi kuja kanisani. Hana shauku ya kumwona Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo palipo na shauku, hakuna kikwazo kitakachokuzuia kufanya kila ambacho unataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Palipo na shauku, hakuna kikwazo. Vikwazo vyote unavivuka. Zakayo hanavuka kikwazo cha watu, hanavuka kikwazo cha ufupi, hanakimbia kwenda kumtafuta, kwa sababu shauku yake ilikuwa ni kumuona Yesu. Kwa hiyo katika kila hali ya maisha, dhambi za zamani, matatizo tuliyokutana nayo, tuna shauku ya kumuona Mungu, tusiape nafasi ya kutukumbusha tulipotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unahitaji kufanya jambo jema, halafu dhambi za zamani zinakukumbusha ubaya wako. Kwamba wewe nani? Unawezaje kuhubiri wakati ulikuwa kutabani? Unawezaje kuhubiri wakati wale wanakwaya ndio walikuwa wanatafuta? Unawezaje kuhubiri wakati wewe ndio ulikuwa kichomaji, ulikuwa eleweki, wachungaji ndio watesa? Unajikuta unakata tamaa. Sikiliza, palipo na shauku hakuna kikwazo. Haleluya, haleluya. Haijalishi watu wanakutazamaje, haijalishi watu wanakuonaje, usiruhusu kikwazo chochote kikakuzuia kumwona Yesu kwenye maisha yako. Usiruhusu jambo lolote likakuzuia kufika kwenye ndoto ulizo nazo. Usiruhusu aina ya maisha ulionayo yafanyike kuwa kikwazo. Nataka nikwambie, chochote unachokipitia leo ni maandalizi ya kufika kwenye maeneo ambayo Mungu anayakusubiri. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kuna wamama leo na ushuhuda kwenye ndoa zao, sio kwa sababu tangu walipoolewa wanaitoka bebi. Kuna wakati bebi ilikata kabisa. Najua unanielewa. Wanzani mnakutana, unaitwa nyongo kariyeini, unaitwa bebi, unaitwa majina ya kila namna, yakadumu kwa miezi kadhaa, baadaye ikakata, ukaitwa mama fulani, na imekata hata hiyo mama fulani. Sasa unaitwa Nyanjidawe, unaitwa Nyamisi, unaitwa majina, wakati mwingine hata jina limekata, unaitwa wewe. Ile maana yanisikia. Huko ndiko nikopika. Wakati anapika mahala anasema mimi niko na ushuhuda wa ndoa yangu, ameyapitia hayo. Kuna wakati aliitwa baby, kuna wakati aliitwa Tina, kuna wakati aliitwa wewe, na hata kuna wakati aliitwa Dua. Kuna ushuhuda leo, anakuambia mimi niko kwenye ndoa miaka 25, mimi niko kwenye ndoa miaka 50, mimi nimezeekea kwenye ndoa. Kuna wamama wako hapa sitawataja, mimi na ushuhuda wa maisha yao ya ndoa waliyopitia. Wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaishi maisha ya uongo. Hakisikia tu sauti ya mume anakuja, moyo wake unayeyuka. Anasema usiume mwacha akae huko kwanza. Walau mimi nipumzika hata nifanyie kwa mambo yangu hapa nyumbani. Yaani ile tu anakuja mwanamke mambo yanayeyuka. Yule mama amedumu kwenye hiyo ndoa, hakuruhusu kikwazo chochote kimuondoe. Leo anasimama kwa ujasiri, hakuna ushuhuda kwa watoto wake. Sikiliza nikwambie, mahala palipo na shauku hakuna kikwazo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunalojifunza kwenye maisha ya Zakayo, Yesu anamuona na kumuita
Bwana Yesu asifiwe. Dharauliwa, mtu aliyechukiwa, huyo mtu aliyekataliwa, mtu ambaye amepita kwenye dinayo za kutosha, amekataliwa vya kutosha, jamii haimpi heshima tena, watu wanaomzunguka hawampi heshima tena, wala hawaoni kama ni mtu wa kuthaminiwa tena. Inawezekana hata mume sasa hakupi heshima tena, au mke aliye naye hakupi heshima tena, kwa sababu uchumi wako umeyumba, kwa sababu umekuwa ni mtu fulani, heshima yako imeondoka. Sikiliza nikwambie, mahala ambapo unaona umebaki peke yako, hapo ndipo anatokea ambayo yeye anaitwa rafiki wa wote, anaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikuelezee. Kuna wakati tumefika mahala hatuna hata rafiki. Wale waliofikiri kuwa ni rafiki zako wamekukataa, umebaki peke yako. Wale waliofikiri ndugu zako wa karibu wamekukataa, umebaki peke yako. Yule aliyefikiri anakupa furaha, ukamjali, ukamthamini, amekukataa, umebaki peke yako. Wakati tunapoitwa na adui, wakati ambapo sasa hatuna tumaini tena, sikiliza, Yesu anajitokeza, anamuita mtu asiyekuwa na rafiki kwamba wewe ni rafiki yangu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, anasema ninyi ni rafiki zangu, nimewaita ninyi kuwa rafiki. Ni jambo la kutia tumaini, ni jambo la kutia moyo. Wakati unakutana na Yesu, una rafiki, yeye anakuita rafiki. Leo kwa kisa hiki kinatuonyesha kwamba mahala ambapo umekataliwa, yeye bado hawezi kumkataa. Haleluya. Hawezi kumkataa. Hatakuwa na wewe tu, hatakupigania. Anachohitaji ni kuona umechukua hatua ya kumsogelea ili apate kukupatia. Yeye ndiye mwenye faraja ya kweli. Kuna faraja nyingine tunazitafuta kwa watu zina ukomo. Kuna wakati wanachoka, hawezi kumbembeleza miaka yote, hawezi kukufariji miaka yote. Yeye ni binadamu, kuna wakati na yeye anataka afanye mambo yake. Inafika mahali ukikuona, unaona anabadilisha mpaka na uelekeo. Kwa nini? Kwa sababu amechoka. Lakini nataka nikwambie, wakati wanadamu wanapokuchoka, wakati wanadamu wanapokukataa, wakati wanadamu wanaposema wewe hufai, yuko anayesema unanifaa. Huyo anaitwa Yesu, na kazi yake atakukusanya na kukutengeneza upya na kukupa faraja mpya. Haijalishi umepita kwenye changamoto za namna gani, huyu ni Baba wa upendo, hajawahi kubadilika. Moyo wake ni wa huruma, ni moyo wa furaha. Haya, anapomwona mtu anafurahi. Yeye kazi yake ni kuleta raha mahala pasipo na raha, kuleta changamko mahala palipo na hali ya kukata tamaa. Ndio maana anaitwa Baba wa upendo. Yesu wa Nazareti aliwahi kumwacha mtu pale unapokuwa umechukua kwamba umesogea karibu naye, hawezi kukuacha. Kwa kisa hiki, kwa hali ya Zakayo, amekataliwa na jamii, anaonekana kuwa mwenye dhambi, wengine hata kula naye hawawezi kula naye. Yesu anakukumbatia, anasema nitakuwa nyumbani kwako. Huyu ndio rafiki wako. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anamuona mtu aliyedharauliwa, mtu aliyekataliwa, mtu ambaye hana rafiki tena, na yeye anakusanya na kumpa tumaini jipya. Inawezekana uko kwenye ibada hii, lakini moyo wako umeshapoteza tumaini. Haya kwa sababu ya aina ya mambo unayokutana nayo. Umekata tamaa, umevunjika moyo, maana watu wanaokutazama unaona kama wanakuzomea. Yaani unaiona kama dunia inakuzomea. Unapotembea yaani ukisikia hata wanacheka, unajua ni wewe wanakucheka. Hata ukisikia tu wanazungumza kwa chini, unasema ni wewe. Yaani moyo wako umeshapoteza matumaini. Nataka nikwambie mchana wa leo, kungaliko tumaini. Yuko Yesu ambaye wale waliodharauliwa wampa heshima tena. Wale waliokataliwa wainua tena. Wale waliovunjika moyo waganga majeraha tena. Yule ndiye ninamhubiri, na mtu yeyote anayechukua hatua kumsogelea hawezi kubaki vile. Haleluya. Mimi nimeona Yesu
kwenye maisha yangu kwa viwango ambavyo wakati mwingine wanashindwa kuvieleza. Nimemwona Yesu kwa viwango vya tofauti sana. Nimekuwa ni mtu ambaye nimejifunza kupitia vitu vingi. Kuna vitu vinavyoumiza nimekutana navyo, kuna vitu vinafurahisha nimekutana navyo, kuna vitu vinavunja moyo, vinakatisha tamaa. Yote hili kwangu imekuwa ni shule. Nimemwona huyu Yesu kwa namna ambayo sio ya kawaida, na asingelikuwa Yesu. Nataka nikuthibitishie leo, mimi nisingelikuwa hapa. Nimejifunza kudharauliwa, nimejifunza kupeleleza, nimejifunza kutukana, nimejifunza kunyosha vidole, lakini sijaruhusu ile vidole vinirudishe nyuma, sijaruhusu maneno ya watu yanirudishe nyuma, sijaruhusu chochote. Mara ambapo najua nimekataliwa, hapo ndipo najua nimekubaliwa. Yesu huyo apewe heshima. Hata wewe haijalishi unapita kwenye mapito yapi, sikia, Yesu anakujua hata kama watu hawaonyeshi kukujua. Bwana Yesu, ninapoelekea mwisho, neema ya Yesu huzua manunguniko mengi kwenye maisha yako. Inapotokea Yesu amekupa neema, watu wanaokuzunguka lazima watanungunika. Watanungunika. Unapoipata neema kwenye maisha yako, iwe ni ya namna yoyote, lazima kuna watu watakunungunikia. Ikitokea Mungu amekuinua kwenye huduma, mtumishi wa Mungu Deo, ukaanza kuhubiri na mahubiri yako yakapata kibali, kuna watu watanung'unika. Wanasema siku hizi anajifanya yeye anajua kuhubiri, anajifanya. Na wengine mpaka ataanza kuinua na viuno, anatembea na sema unajifanya. Hiyo itatokea kwa sababu mahala palipo na neema, walioikosa neema lazima wanung'unike. Esau alipoikosa neema alinung'unika mpaka akataka kuua. Kaini alipoikosa neema akanung'unika mpaka akaua. Kwa hiyo swala la kunung'unika ni la kawaida. Mtu kunung'unika kwa sababu uko na neema isikuvunje moyo. Kama unaimba na viwango vyako vimefika sasa juu, acha waseme, songa mbele. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama kuna mahala wanafika mahala wanasema siku hizi sasa nikifanya anajua kuimba, anaimba mpaka anapigwa na visauti vinapita puani. Imba. Amen. Palipo na neema, hapo ndipo kunanung'unika. Mungu amekubariki, uko na pesa, wataanza kusema anajifanya na pesa. Ulipokuwa maskini, umaskini umeingia mpaka sasa haieleweki. Yaani kunung'unika kwa wanadamu ni jambo la kawaida. Palipo na neema lazima kuna manung'uniko. Mtumishi huyu Zakayo, wakati Mungu anamchagua, Yesu anakwenda nyumbani kwake, Wayahudi wenzake wameanza kunung'unika. Wanasema inawezekanaje haende kwa mwenye dhambi? Kwa nini hajaniona mimi? Yaani wao wanaiona dhambi ya huyu, hawaioni dhambi yao. Palipo na neema ya Mungu kuna manung'uniko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulikuwa uzai, Mungu amekupa neema unazaa. Ukikarusha katoto kako tu na kachekea, watasema siku hizi sasa hata wengine hatuna bahati. Akili yake yote sasa iko kwa katoto. Yaani kibovu kaona mwizi. Palipo na neema mtu wa Mungu lazima utakutana na hiyo changamoto. Lakini unachotakiwa kufanya ni kusimama na Mungu, kwa sababu ni yeye aliyekupa hiyo neema, na kazi yake kubwa ni kuizidisha. Ndugu zetu Waislamu wanasema ziko neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Bwana wetu sio neema ndogo ndogo, yeye huachilia neema kubwa kubwa, tena neema kubwa zaidi ya kubwa, zinapanda juu kwa juu kwa juu kwa juu. Kazi yake ni kututoa utukufu hadi utukufu. Haleluya, haleluya. Palipo na neema kuna manung'uniko, lakini yasikurudishe. Haleluya. Bwana Yesu, nataka niombe na wewe sasa napokwenda kumaliza. Lakini jambo la mwisho, toba ya kweli inaonekana kwa matendo yale yanayofanya. Tunamwona mtumishi wa Mungu Zakayo, baada ya kukutana na Yesu, ile kiu yake ya kumwona Yesu ikaleta mabadiliko ndani ya maisha yake. Akafanya toba ambayo ili
ikiambatana na matendo ya haki. Kwenye maandiko anasema nitawagawia maskini mali ya nusu ya utajiri wangu. Lakini anakumbuka ninapotenda mema kwa kugawa mali zangu kwa maskini, kuna watu niliwatendea vibaya, kuna watu niliwadhulumu, kuna watu niliwadanganya, lazima nifanye toba ya matendo. Maandiko anasema nitawarudishia niliyowadhulumu mara 4 ya dhambi niliyodhulumu. Maana yake anashughulikia dhambi inayoishi. Haleluya. Tatizo ambalo limetutesa Wakristo wengi ni kwamba tunapofanya toba hatushughulikii dhambi zinazoishi kwenye maisha yetu. Kuna dhambi ambazo zilitutenganisha na watu, kuna dhambi ambazo zilisababisha watu wakatuchukia. Tunapookoka lazima tuzishughulikie kurejesha mahusiano yetu na watu. Toba ya kweli huambatana na matendo ya haki. Simama kwa Biblia.